imewashtua wataalamu kwa miongo kadhaa. Ipo ramani moja ya ajabu inawashtua wataalamu, inaonyesha bara la Antarctica kwa usahihi kabisa. Inaonyesha bara la Antarctica miaka 300 kabla ya kugunduliwa rasmi na wataalamu wetu. Imechorwa mwaka 1513, lakini inajua mambo ambayo hata satellite zetu za leo zinahangaika kuyapima. Swali ni moja, nani alichora ramani hii? Aliwezaje? Kama tulivyouliza swali, nani alichora mistari ya Nazca? Kama tulivyouliza swali, kulikuwa na artificial intelligence kabla ya zama zetu? Na hapa tunakutana na swali jingine tena, nani alichora hizi ramani? Karibu kwenye channel yetu. Katika video hii tutachunguza moja ya siri kubwa zaidi ya kihistoria, ramani ya Père-Rousse. Ramani ambayo haipaswi kuwepo lakini ipo. Tutagundua kilichomo ndani yake, uhusiano wake na ustaarabu wa kale, na maswali makubwa yanayobaki hadi leo bila majibu. Kaa hadi mwisho, maana unachokiona leo kinaweza kubadilisha mtazamo wako kuhusu historia yote ya binadamu. Mnamo mwaka 1513, nahodha mashuhuri kutoka Uturuki aitwaye Pir ibn Haji Mehmud, maarufu kama Père-Rousse, alichora ramani hiyo. Sio ramani ya kawaida. Alidai alitengeneza kutumia vipande vya ramani zaidi ya 20, zikiwemo zilizotumiwa na Christopher Columbus na nyingine zilizotokana na nyaraka za Alexander the Great kabla hata Yesu hajazaliwa. Mtaalamu wa historia ya ramani Charles Hopgood aliamua kuifanyia utafiti akiwa na wanafunzi wake kutoka Kent State College na mchoraji wa ramani kutoka US Air Force. Waligundua kuwa ramani ya Père-Rousse ni ya kale na ni ya kipekee. Ilikuwa na mistari ya latitude na longitude sahihi kabisa kwenye maeneo kama Afrika, Amerika ya Kusini na hata Antarctica. Ramani hiyo ilikuwa na mistari ya longitude kipindi ambacho bado hatujaanza kutumia mistari hiyo, au kwa lugha nyingine hatujavumbua mistari ya latitude na longitude kwenye ramani zetu. Lakini hapo ndipo penye mshtuko mkubwa. Ramani hiyo inaonyesha Antarctica kwa usahihi, lakini Antarctica haikugunduliwa rasmi hadi mwaka 1820, na hatukuweza kuiweka kwenye ramani zetu mpaka around karne ya 19. Zaidi ya hapo ilikuwa imefunikwa na barafu nene la zaidi ya maili 1 kwa maelfu ya miaka. Je, inawezekana kwamba mtu mmoja katika karne ya 19 alijua muonekano wa bara hilo lililojificha chini ya ganda nene la barafu? Ramani hiyo haikuishia tu kwenye bahari ya Atlantic na visiwa vya West Indies. Inaonyesha peninsula ya Iberia, pwani ya Afrika Magharibi, Afrika ya Kusini, hata visiwa vya Azore na Kanari. Lakini pia inaonyesha ramani ya pili ya mwaka 1528 ikionyesha Greenland, Canada, Labrador hadi Florida na Cuba. Lakini kilichoacha vinywa wazi ni usahihi wa vipimo vyake. Ukichukua ramani ya Père-Rousse na kuiweka juu ya ramani yetu ya kisasa iliyotengenezwa kwa kutumia satellite, umbali kati ya Dakar, Senegal na Rio, Brazil unalingana kwa asilimia kubwa sana. Vipi mtu katika karne ya 16 alipima umbali huu kwa usahihi bila teknolojia ya kisasa na kuiweka kwenye karatasi na ikafanana 100% na ramani tunazozitumia sasa? Wakati huo hakuna binadamu alikuwa na uwezo wa kupima longitude kwa usahihi hadi karne ya 18, na bado Rousse alichora ramani hiyo yenye usahihi wa ajabu na ikiwa na mistari ya longitude. Mtaalamu wa historia ya ramani Charles Hopgood aliamua kuifanyia utafiti akiwa na wanafunzi wake, na aligundua pia kuwa ramani hiyo inaonyesha milima ya Andes, mito inayotirika kuelekea mashariki na maeneo ambayo hata Columbus hakuwahi kufika. Ramani hiyo inaonyesha wazi New World, yani Amerika Kaskazini na Amerika ya Kusini, kabla hata ya wazungu wa Ulaya hawajaanza kuifahamu. Lakini ajabu kuu ni kwamba ramani hiyo inaonyesha pwani ya Antarctica kama ilivyo leo, lakini inaonyesha ikiwa haina barafu. Jambo kabisa. Swali linaibuka, je, ni ramani hiyo ilichorwa wakati Antarctica ikiwa haina barafu, au ilitokana na ramani za kale zaidi zilizochorwa kabla ya barafu hiyo kuwepo? Kwa mujibu wa tafiti, Antarctica imekuwa chini ya barafu kwa miaka milioni 9 hadi 10 iliyopita.
lakini ramani ya Pierre Rais inaonyesha eneo hilo likiwa halina barafu. Inaonyesha kama eneo lisilo na barafu kabisa. Hii inapingana na kila kitu tulichofundishwa kwenye historia na sayansi ya jiografia. Je, akademia yetu imekosea? Je, wataalamu wetu wametudanganya? Tulichapisha ramani ya dunia mwaka 1808 bila kuwa na Antarctica. Warusi walipotoa ramani yao karne ya 19 haikuwa inaonyesha bara la Antarctica. Hiyo ina maana je, hatukuwa tunajua uwepo wa bara hilo? Lakini je, kama tuliweza kuchora dunia nzima kwa kutumia satellite, vipi tulikosa kuiona Antarctica? Inawezekana tulikuwa tunakopi kutoka ramani hizo za kale, lakini hatukutaka kukiri hilo. Hatukutaka kuambia watu kwamba hizi ramani tunazozichapisha si za kwetu, tumezikopi kutoka kwa watu wasiofahamika au viumbe wasiofahamika, lakini si za kwetu. Sababu haingia akilini satellite ambayo imepiga picha Afrika, Amerika ya Kusini, Kaskazini, Asia, Russia, China, kote duniani na uchori maeneo hayo, lakini the same satellite imiss bara la Antarctica. How come? Ni vipi? Inawezekanaje? Mnamo mwaka 1958 mtaalamu kutoka US Navy Hydrographic Bureau alizungumza na waandishi wa habari. Alisema, hatukuweza kuelewa ni vipi waliweza kuchora ramani sahihi kiasi hiki bila msaada wa ndege, lakini walifanya hivyo na waliweka longitude kwa usahihi kamili, kitu ambacho hatukuweza hadi miaka 200 baadaye. Miaka 200 baada ya hizi ramani kupigwa na mwanga wa jua, au baada ya hizi ramani kutoka zisipojulikana, ndio sisi tukaweza kuchora mistari ya latitude na longitude. Lakini sio hilo tu. Ramani ya Pierre Rais inaonyesha Queen Madelon, eneo la Antarctic ambalo limefunikwa na barafu kwa zaidi ya milenia. Lakini ramani hiyo inaliweka kwa uwazi, kwa usahihi, kana kwamba ilichora kutoka juu kwa kutumia satellite. Ni nani aliyeweza na aliyekuwa na uwezo wa kuona sehemu zilizojificha chini ya barafu? Miaka elfu kadhaa iliyopita, watafiti wanaamini kuwa wakati wa mwisho pwani hiyo kuonekana bila barafu ilikuwa ni miaka 9,000 iliyopita. Je, ni nani alikuwepo wakati huo? Je, binadamu wa enzi hizo alikuwa na maarifa haya? Walikuwa na satellite? Ni binadamu wa Darwin? Hapana. Au kuna viumbe wengine walikuwa na ustaarabu ambao umefutika? Sasa ramani hiyo ilifungua mlango wa kugunduliwa kwa ramani nyingine kama ile ya Obertus Finus ya mwaka 1531 na nyingine nyingi zikafuata. Nayo ikaonyesha milima, mito inayotiririka kwenye maeneo yaliyofunikwa na barafu eneo hilo. Swali hilo likarejea, nani alichora ramani hizo? Wenyewe wanatuambia ni conspiracy theory. Wenyewe wanatuambia lile pande lililochorwa pale limekosewa, ile ramani imekosewa, lakini sio ramani moja. Hii ya Pierre Rais tunaweza tukasema imekosewa, lakini zilizofuata pia zikaonyesha pande hilo la barafu likiwa halina barafu na mito yake inayotiririka kuelekea baharini. Nao walikosea? Na walitumia zana gani kama sio teknolojia ya ajabu tulionayo leo? Kwa sababu teknolojia ya leo, ukienda kwenye Google Map unaiona picha ya dunia, unaiona ramani ya dunia na vipimo vyake. Lakini hapa tunazungumzia mwaka 2000 kuendelea. Ile ramani ya Pierre Rais ni ramani ya karne ya 16. Hapa tunazungumzia karne ya 21. Ramani ya karne ya 16 inafanana au inaitia doa na ramani iliyochorwa karne ya 21 kwa vipimo vyake na kwa usahihi wake. Tulipotoa ramani yetu ya dunia karne ya 19 hatukuwa na bara la Antarctica, lakini ramani ya karne ya 16 ilikuwa na bara la Antarctica, tena ikilionyesha bara hilo likiwa halina barafu. Je, sisi tunapokea tu vipande vya maarifa vya zamani tukivinganisha na kudai ni vitu vipya? Manake inafanya tujiulize, kama satellite tunasema ilibisa Antarctica, lakini sehemu zingine zote za ramani ambazo zimekuwa captured na tukazichora inafanana kabisa na hizi ramani za kale. Je, ramani tulizosema ni za kwetu
si za kwetu, tulizikopi kutoka kwenye ramani za kale na hatutaki kukiri hilo. Kwa sababu mwaka 1820 ndio tulikuja tukagundua uwepo wa bara la Antarctica. Na baada ya kipindi hicho ndipo ramani zetu zikaanza kuzionyesha bara la Antarctica. Je, tuliona bara hilo kwenye ramani za kale, lakini kwa sababu hatukuwa tumeligundua kwamba lipo, hatukuwa na kiburi cha kuchora ramani hiyo, kwa sababu tungewaambia watu ni kitu gani. Mpaka tulipogundua kwamba lipo, ndio tukachukua ramani kutoka kwenye ramani za kale na kubandika kwenye ramani zetu, kwa sababu ramani za kale na za kwetu zinafanana 100% kwa usahihi kabisa, kila nukta. Labda ni conspiracy theory kama wanavyosema. Ramani ya Piraeus sio tu chombo cha kuongoza safari baharini, haikuwa inatumika tu kuongozea safari baharini kama ni kipande cha ushahidi kuwa ustaarabu wa kale ulikuwa juu zaidi ya tunavyodhani. Hii si hadithi, ni simulizi ya ukweli ambao unakera wataalamu wengi. Simulizi hizi zinawakera na mwisho wanaamua zita ni conspiracy theory. Ramani iliyopaswa kutoonekana imeonekana, kutowezekana ipo, na inasimama mbele yetu kama kivuli cha ustaarabu unaofichwa na historia yenyewe. Kwa malengo yake mimi na wewe sifahamu. Leo tumeona kuwa si kila kitu tunachojua kuhusu historia ni sahihi. Ramani ya Piraeus inatufundisha kuwa maarifa hayawezi kupotea, yanazikwa, lakini yakija saa yake yataibuka tena. You can fool the people, but you can't fool all the people all the time. Na uongo umefungamanishwa na kuanguka. Basi tujiulize, je, tunataka kujua ukweli wote hata kama haukubaliki? Tumetembea mbali, tumeuliza je, tumedanganya kwenye episode ya kwanza. Tukaja tukakutana na artificial intelligence kwenye episode ya pili. Artificial intelligence ya millennia zilizopita, sio ya karne 21. Tukatua Nazca, tukavuta pumzi kwenye vumbi ambalo chini yake kuna mistari ya ajabu, kuna maumbo ya ajabu ambayo hatujui nani aliyachora. Hatujapata majibu yake, kila jibu linazaa swali jipya. Tumefika kwa Piraeus, tumekutana na ramani ambazo tunahisi huenda hata ramani zetu tumekopi na kupesti kutoka kwenye ramani hizi, lakini bado hatujajua ni nani alichora mistari ya Nazca, au mchoraji wa mistari ya Nazca ndio mchoraji wa ramani hizi, au alirusha ndege India maelfu ya miaka nyuma, alirusha ndege China na vyombo vya kwenda angani ndio walichora ramani hizi. Hatujajua bado ni wakina nani. Tuna vipande tu vya ushahidi. Sasa tunakwenda Egypt. Kwenye episode inayofuata tutakwenda Egypt. Tutashuka chini ya mawe ya piramidi, kusoma hieroglyphics zilizochorwa kwa mikono ya waliotangulia. Utafuta si tu ni nani alizijenga, kwa nini alizijenga, lakini ni muhimu zilijengwa zamani gani. Je, Misri ya kale ilikuwa kweli kazi ya binadamu wa kawaida, binadamu wa Darwin, au lango la maarifa kutoka dunia nyingine? Katika sehemu inayofuata tutaingia kwenye moyo wa ustaarabu, mahali ambapo historia ilizaliwa. Labda huenda tukapata majibu ya maswali yetu. Usikose episode inayofuata ya mfululizo huu ambapo tutazama ndani ya Misri ya kale. Subscribe, share, wakaribishe wengine. Safari ndio kwanza inaanza. Tunatafuta ukweli, na ukweli ndio utatuacha huru. Maana hatutasimama mpaka tupate mwandishi wa historia ambaye imefichwa kwenye kivuli cha milenia zilizopita. Karibu jamii.